mtazamaji wa Jerry TV, leo ni siku nyingine nzuri, tunakurushia matangazo live tukiwa na moja kati ya mshikaji wa kitaa. Tumekuja kuchukua mawili matatu kutoka kwake ambayo pengine anaweza kawa na ushauri kwenye maisha yako, yanaweza akakufariji. Kwa hiyo ni vizuri ungemsikiliza, tutapiga naye mastori mengi tu na umsikilize, atajitambulisha ni mtu mzima, ametoka wapi, yeye ni nani, anafanya nini, ana kazi gani, vitu vingi utajua kutoka kwake. So tungependa kuanza. Bro, mambo vipi? Mambo poa. Unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Bernard Esisombe Jogo. Sisi kama watangazaji wa Jerry TV tumekuja kwako kuchukua mawili matatu kutokana na lifestyle yako unayoishi. So tungependa kwanza, kabla tujaanza, ufanye self introduction, fanya utambulisho binafsi. Utambulisho binafsi kama yani nilivyotanguliza kujitambulisha kwa majina. Mimi ni Bernard Esisombe Jogo. Natokea Kongo. Nilikuwa mwanafunzi mwanachuo na nimemaliza niveau ya licence, nikamaliza na ndo nikaamua kuja huku Nyarugusu kuja kusalimia ndugu jamaa na marafiki ambao siku nyingi, miaka nyingi hatuonane. Kama na hivyo. Nahisi wewe ni mtu ambaye umesoma kabisa na umemaliza chuo. Sisi wenzako wengine tumeshia kwenye fani tu kama hizi hapa. Mambo ya chuo zaidi sana tuyafahamu. So kwa kuwa tumekutana wewe leo, inaweza kuwa chance ya kukutana na ya kupata story nyingi sana kuhusiana na chuo ambazo watu wengi wanatuambiaga kwamba kule chuo sijui, watu wengi wakienda kule wanarudi wanakuwa wauni, kwamba kule watu wa chuo watuliagi, wanakuwa wauni anakuwa na vitu vingi sana ambavyo haviko sawa. So tungependa wewe unalisemaje hilo, wewe kama mwanachuo ambaye uliishi yale maisha? Inawezekana kwa wale ambao wanadadisi jambo hilo kivyao yani. Na inawezekana kwa sababu kila mtu anaendaga chuo kwa faida yake mwenyewe. Ndio. Kwa faida yake mwenyewe. Kuna ambao wanaingia ndani ya uni na wale hawaingii ndani ya uni. Vitu kama na hivyo. Ninasema hivi kwa sababu nina ushahidi wa watu kadhaa ambao niliwahi kuwaona wakitoka chuo lakini wana change kabisa, yani hali yao inakuwa tofauti na zamani. Sasa nikawa najiuliza pengine kule chuo kuna starehe nyingi ambazo watu wanakuwa zinafanya watoke kwenye uhalisia wa maisha yao. Hicho kitu binafsi mimi kilikuwa kinanichanganya, ndio maana leo nimetumia nafasi hii kukuuliza, sababu nimeona wewe ni mwanachuo ambao uko kwenye uhalisia sana wa maisha yako, yani haubadiliki, uko sawa tu. Ndio maana nilitaka kujua ni kitu gani ambacho wale wanachuo kinawafanya wanabadilika vile. So pia tungekuwa na maswali mengine ya kukuuliza kama mawili tu hivi. Wewe sasa hivi umesoma chuo, una mpenzi? Mpenzi ninaye. Nina mpenzi, Mchumba wako kabisa rasmi ama hivyo? Nina mpenzi. Sasa ukiniuliza rasmi hapo sasa basi tusiende sana huko. Haya, sawa, tuseme hivi. Imagine leo mpenzi wako akuombe kitu. Yani nataka kusema kwamba ni kitu gani ambacho mpenzi wako akikuomba hata afanye kiasi gani uwezi kumpa, yani kitu gani ambacho mpenzi wako akikuomba uwezi kutoa kiurahisi? Akiniomba kitu? Yes. Ambacho siwezi nikampea kiurahisi? Ndio. Kwa sasa hamna hicho kitu. Sasa una kitu ambacho mpenzi wako anaweza kukuomba na ushinde kutoa kiurahisi? Kila kitu unaweza kutoa tu. Inawezekana labda maisha yangu. Hapo nataka nije niongelee hapo, nikasema mwanangu wewe hata maisha unaweza kutoa. Siwezi. Basi sawa, ni nzuri. Swali la mwisho linakuja hivi. Kwa washikaji zako wote ambao umeishi nao, una washikaji wangapi ambao unawakubali, ambao ni mabesti zako kinoma, ambao hata wakivaa gwanda ya jeshi mbele yako hawawezi wakakutisha? Utajie marafiki zako wawili tu au watatu ambao hata wakivaa gwanda ya jeshi mbele yako unaona wauni tu. Marafiki ni wengi sana. Mimi naomba utaje watatu tu. Utaje watatu tu? Ndio. Wa kwanza ni Filemon Rafael Heri. Huyu
huyu hata akiwa shetani siwezi nikamuogopa. Wa pili ni Bulenge Jombo Innocent. Huyu hata awe pepo siwezi nikamuogopa. Msemo watatu mtangazaji. Yes, watatu, kuna baki moja. Huyu Cavani Filemon Archange Lipas. Huyu hata awe Israeli mtoa roho za wazo, usiwezi nikamuogopa hata kidogo. Wao ni mabesti ambao hata wakifanyaje mbele zako, hata waje vipi, hata awe rais, siwezi nikamuogopa. I say hiyo inapendeza sana. So ungependa uexpress kitu kwa watu wanaotutazama muda huu, watazamaji wetu wa Jerry TV waweze kusikia kitu kutoka kwako, labda ushauri na kitu kingine ambacho unaweza kupenda kuambia ama kuishi kwao? Ushauri inaweza kuwa ni kitu kimoja kwa wale ambao wanajituma kwenda kuongeza masomo, wajitume kwa kusoma, waache uuni na wajielewe kwa kitu ambacho wanakwenda kukifanya, wafaidi wenyewe na itawasaidia pia kwenye maisha yao. Kitu kama na hicho. Kitu kama na hicho. Bana, asante sana mtu mzima, hiyo inapendeza sana. Nadhani umesikia ushauri. Wewe unaipanga kuongeza masomo, unavoenda kule zingatia kitu unachokwenda ukifanya. Huo ni ushauri wa mtu mzima. Papa Bernard ametoa ushauri kwa ndugu zake vijana wanachuo ambao wanahitaji kuongeza masomo. So asante sana ndugu mtazamaji wa Jerry TV. Kwa video hii usisahau kusubscribe, like na kushare, afu utadondosha kikomenti chako hapo chini kutoa ushauri na hoja yoyote ambayo unaweza kutoa kwa ajili ya TV yetu ya Jerry. Asante.